Nimewahi kusikia story fulani kuhusiana na fundi ambaye amebobea kwenye utengenezaji wa meli. Kuna meli iliwahi kuharibika mahali na wakaitwa mafundi wengi sana, na baada ya wote kushindwa, basi akatafutwa huyo fundi na akatumiwa kabisa mpaka hela ya tiketi ya ndege. Na alipofika, baada ya muda fulani akaiangalia ile meli, akawaambia nileteni nyundo. Akaenda mahali akagonga mara 2 tu hivi. Baada ya kugonga, baadaye wakamuuliza kiasi gani, akawaambia mtanilipa $10,000. Watu wote wakashangaa. Wakasema yani kwa kugonga tu hizo nyundo 2 hapo ndo tukulipe $10,000? Akawaambia mnilipe $10,000 kwa kugonga nyundo. Akasema nyundo ni $1 tu. Yani kugonga nyundo ni $1 tu, lakini hiyo $9,999 iliyobakia ni uwezo wangu wa kugundua tatizo lililonifanya niamue kugonga hizo nyundo 2. Sasa huu uwezo umejengwa, haujaokotwa, ni baada ya kipindi fulani kuwekeza sana kwenye kuwa master kwenye hilo eneo, kiasi kwamba anakuja kufanya kitu wewe ambaye unamtazama unaona ni rahisi sana na kwamba hastahili hicho kiasi cha pesa. Mastery takes time. Kujenga kitu chochote chenye ubora au kikubwa inachukua muda. Kujenga biashara kubwa inachukua muda. Unamkuta mtu anaweza kuielezea biashara yake, anajua in and out hiyo biashara, yani anaifahamu vizuri. Haitokei tu, ni baada ya kukaa muda fulani ameifanya hiyo biashara kwa muendelezo, kiasi kwamba anajua kila kitu kinachohusiana na hiyo biashara. Sio mtu wa kuhamahama, leo unamkuta kwenye hii, kesho kwenye ile, kesho kutwa anauza hiki, kesho anauza kingine. Ni mtu ambaye amekuwa na consistency kwenye kitu kimoja mpaka amekuwa master.